Habari sasa hizi mtazamaji wa Popo TV, mbele yako uko na Pesa Oscar Lima kare kamera, niko naye brother anaitwa kwa jina la Omari Popo. Karibu sana. Leo tuko na brother yetu mmoja ya superstar mkubwa hapa Venice Spring TV ambaye anaenda kutambulisha kwa majina anaitwa nani? Mtazamaji msikilize basi. Karibu brother. Yo, kwa majina anaitwa Hopak. Lakini anayo jina ya Tupac man. Spire Machiavelli man. Ya niko hapa kwenye party ya mwana wetu hapa, mtoto wetu. Sijui yani tunakuja kucelebrate hapa. Bado mwanzo lakini tunaona itakuwa fire type shit. Yes, karibu sana Mr. Tupac. Najua maneno yote umeshamaliza, lakini tu niseme kitu kimoja. Tupac, nikiangalia mkono wa kulia hapo nimeona kimwana nini. Imekuwaje mtu mkubwa kama wewe kukosa kuwa na demu kwenye sherehe kama hii? Kukosa kuwa na demu, sijasema nakosa demu sitadanganya kwenye kamera. Mimi nina mke kabisa. Na nimekuja tu, unajua siwezi kosa, nimealikwa. Nimeona nilikuwa napenda nikuje na mke amesema na vingine amemiss hiyo, so next time tamuona ninaye mke, nilioa na mke. Tupac, kwa rekodi za mitaani zinasemekana kwamba star kama wewe Tupac pembezoni na michepuko, iweje umekosa kuja hata na mchepuko kwenye sherehe kama hii ya happy birthday ya mtoto wa Kipusi? Mimi sina mchepuko kusema mimi sitadanganya michepuko. Sina mchepuko kwenye hii nani na siwezi sema nije na mchepuko. Nilikuwa nataka nije na mke wangu huyo ndio, na siwezi tembea na mchepuko. Tuseme kuja na mchepuko tu na wakati nina mke nyumbani. Bora sipenda tena nimwambie mke wangu basi tusepe zetu, akikataa. Lakini kusema kweli mimi sina mchepuko kwenye hii nani ya Massachusetts. Sina naye hapa. Sasa Tupac, kuna story ambazo zingine zipo mitaani kwamba nyinyi na baadhi ya mademu wengine sijui wanaitwa wabiele, sijui wanaitwa nani, na mmoja wapo wewe umepitia kwenye kona hizo. Hizi stress zikoje hizi kwenye mitaa hizi, taarifa au story za nyewe kwamba mnamiliki wanawake afu mnaita ni wabiele, ambapo wewe unaweza kumtumia rafiki yako akamtumia, mwingine akamtumia. Imekahaje hiyo katika mitaa yetu hapa nyumbani? Bobiele, kusema bobiele hiyo sijasikia sana, lakini nimeelewa swali. Hiyo tuseme tumeshukulia hiyo inakuwa ni fresh tu sana. Hiyo inakuwa ni kawaida tu. Yaani kawaida ni tuseme naweza fanya msichana amepita na nani, amepita naye ni kweli. Tuseme amepita naye, lakini tuseme wamedate, hawajadate, amepita tu, hawajadate. Sasa na wewe utafanyaje? Tuseme utafanyaje msichana naye akikuja hivi na hivi, kama kuna nani yako unapita naye tu, useme nani hawajadate. So hiyo inakuwa ni kawaida. Kushare nayo ni caring. Sasa brother Tupac, nimesikiliza kidogo ulichoniambia. Alafu kuna ile story fulani hivi. Hapa kidogo tunazungumzia masuala story. Kuna brother mmoja ambaye ni dereva mkali sana hapa Spring Pole, anaitwa kwa jina la Samson. Alafu jamaa yule anaongoza kwa kuogopa mademu. Chanzo ni nini sasa? Mpaka kaya anaogopa mademu. Mara kuna story tulisikia kwamba ameenda huko bigi point sijui, anapewa demu anaogopa. Kwa sababu nini brother yule ampendi kumshauria labda tutata demu? Na unajua kupata demu nayo sio kila mtu mwenye anasema demu. Wengine wanakuwa wanasikia aibu kusichana. Hasa unaweza sikia msichana aibu ile kwenda ongea na msichana alafu ndio akwambie akureject. Hiyo na utasikia aibu, lakini kuna wanaume hiyo wanachukulia hizo ma rejection kama kawaida tu. Kuna wengine ukiwapa reject ni kama vile umewatukana au umesema hawezi pendwa, mambo kama hiyo. Wanajitoa toa sema nikienda pema huyu mwingine msichana hata nikataa hiyo na hivyo sema unajua kuna wanaume wanajasi hivi, nikienda niongee na msichana akinikataa ni fresh na amenikataa of course amenikataa kwa hiyo kunikataa ndio unanipa another confidence niongee na mwingine. Hii tunakaa kwa kazi kwa shonge na mwingine atakaona umepata mwingine demu mkali ni wewe. Alafu kuna pita zangu mitaani na kusikia jamaa mmoja anaitwa Junior, kama unaweza kumtambua. Junior katika mitaa anajitapa yeye anacheza boli vizuri na anamiliki mademu wengi kwenye kisa kipaji chake cha soka. Hiyo umechukuliaje mitaani?
Hiyo sijaisikia bado, lakini najua dogo anajua kucheza mpira, lakini ya wasichana hiyo habari sijaisikia hiyo. Ya na pia kuna ile historia ya kwamba kuna mwamba fulani anaitwa Omari. Afu yule acha nicheke kidogo bro. Eti yule mwamba tatizo lake amiliki vijimama. Alafu kwa bahati mbaya kuna bonge la jijimama ambalo eti kwamba alikwenda alipige mashine. Jamaa kumbe lile vijimama afu linajiheshimu kidogo likafika mpaka homo. Eti